Habari mpendwa mtazamaji, karibuni tena kwenye channel yetu. Leo tunaenda kujifunza mifano hai kutoka kwa tabibu wetu mkuu ambaye ni Yesu Kristo. Katika maisha yake Yesu amekuwa akionyesha kielelezo cha wafuasi wake kuweza kufuata na kuweza kujifunza njia hai ya uzima ili kuweza kuwafundisha wengine ni nini hasa kinachomaanisha katika kuamini neno la Mungu. Kuna wengi sasa ambao wanaishi katika giza nene la dhambi na wamekuwa wakihitaji kuelekezwa katika kweli hai ambazo ziko katika neno la Mungu na Injili. Na tukiangalia karibu ulimwengu wote umekuwa ukikaa katika giza la dhambi. Kwa kila muaminie Kristo, maneno ya tumaini yanatolewa kwa wale wanaoishi katika giza. Kama ilivyoandikwa katika Mathayo 4 mstari wa 15 na 16, nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali, njia ya bahari, ng'ambo ya Yordani, Galilaya ya mataifa, watu wale waliokaa katika giza wameona mwanga mkuu, na waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti, mwanga umewazukia. Katika fukwe za Galilaya, makundi ya watu walimzunguka Yesu wakiwa na shauku kubwa. Wagonjwa walikuwepo pale wakiwa wametandaza chini mikeka yao wakimsubiria ili kuweza kumuelezea haja zao. Ilikuwa ni jukumu la kimbingu la Kristo kuponya maradhi yote ya wanadamu wa dhambi. Alikemea maradhi na kati yake alizungusha angahewa safi la afya na amani. Wakati makundi ya watu walivyozidi kuongezeka, walimkaribia Yesu kiasi kwamba kulikuwa hakuna sehemu tena ya kuweza kuwapokea. Alipokwisha kuwaomba wanafunzi wake wamsogeze katika kilindi cha maji akiwa ndani ya mashua, aliongea na makutano waliokuwepo katika fukwe. Wavuvi hawa wanyenyekevu ndio waliokuwa wanafunzi wa kwanza wa Kristo. Hakuwa amewaahidi kuwa wangepokea kiasi cha fedha kwa huduma yao, bali walikuwa ni washirika pamoja naye katika kujikana nafsi na kujitoa. That boat, that was the boat Peter was on. That's 20. Yeah, this one. So you tell him this was Peter's boat and Jesus yeah, Peter's speaking to the multitude. Kando ya fukwe kulikuwa na uwazi mzuri wa Genesaret, ambapo kati yake kulikuwa na vilima, na katika vilima kulikuwa kuna uwazi ambapo wote wapanzi pamoja na wavunaji walikuwa wakijishughulisha. Mmoja alikuwa akipanda mbegu na mwingine alikuwa akivuna. Akiangalia, Kristo alisema, "Tazama, mpanzi alienda kupanda, na wakati akipanda, baadhi ya mbegu ziliangukia njiani, ndege wakaja wakazila." Kando ya bahari ya Galilaya, alielezea mifano yake ya kwanza kwa vielelezo vilivyojulikana, akielezea watu asili ya ufalme wake na namna ambavyo ungeanzishwa. Katika ile miji iliyokuwa ina shughuli nyingi iliyoizunguka bahari ya Galilaya, baraka za kitajiri za kimbingu zilikuwa zimetolewa bure. Siku baada ya siku, mfalme wa uhai alizunguka kati yao akiingia na kutoka. Utukufu wa Mungu ambao manabii na wafalme walitamani kuuona ulikuwa umewazukia makutano ambao walikuwa wakimzunguka Mwokozi, lakini waliikataa zawadi hii ya kimbingu. When you see all of these boats, it reminds me of the story of Jesus when they did all the fishing. I didn't take the pictures of the people doing. There was a lot of people selling fishes. Now you have a lot of fishermen that are out here. Wave, ladies. Hey, all righty. And yes, so there we are all here together. Okay, tell us what we're looking at. Okay, want to see the landscape.
Yeah, we just came from the fish market and it was stinking. It was smelling fish. That's Yeah. what the fish market smells like. And now here on the other side, we see the big boats which are taking the and you can imagine such kind of an environment. It's an environment where Jesus grew. And this man lived in a world of sin with no sin. Just within the few minutes that we've been here, we've had a lot of insults. Of course, they speak in Swahili language. So I can't understand it. So my friends can't understand. But for me, who was hearing the words, it's quite nasty. You do not want to quote the words which they were speaking. You know, they're insulting one another. And for them, it's like, okay, it's like the daily language. So you can imagine Jesus growing in the midst of that environment, having disciples who are his close friends, because you say the friends that you hang with define who you are, but yet you lived amongst them. But remember now, they were known for their purity of speech. Yes. They were known for their purity of speech. That's the reason why when Peter started swearing, he did that so that he wouldn't associate with them. But that's not how they acted around him. And then they told him, even your language. Of course I have to. You have been Christ. Like, Yes. He knows that's who you are. So it means if you walk with Christ long enough, as much as you might have a wrong history of the past, just like Peter, and you tried to go back to it, his speech was declaring that he was not one of them any longer, that he was already associated with. Right. That speaks much about you as a Christian who wants to reassociate with your past life and say that we are saved by grace, that grace does not make you be the same place where you were where Jesus first met you. Grace transforms the whole you and makes you more like Christ each and every day. Amen. Yes. Yesu aliuangalia ulimwengu uliokuwa umepotea kwa huruma nyingi. Alichukua ndani yake ubinadamu ili aweze kuushika ubinadamu na kuunyanyua katika viwango vya juu. Alikuja kutafuta kile kilichokuwa kimepotea. Alifika katika vilindi vya chini sana vya taabu na balaa vya ubinadamu na kumchukua binadamu pale alipomkuta akiwa amechafuliwa na ufisadi uliojawa na dhambi na uovu, na akiwa ameungamanishwa na shetani katika uasi na kuweza kumnyanyua katika kiti chake cha enzi. Ni wazo jema kiasi gani kujua kwamba Kristo anafahamu taabu na maumivu yote tunayopitia. Katika taabu zetu naye alitaabishwa. Wengine kati ya marafiki zetu hawafahamu jinsi wanadamu wanavyoweza kuumizwa kwa maumivu na maradhi. Hawajawahi kuumwa, hivyo hawezi kuingia kikamilifu katika maumivu yetu. Lakini Kristo aliguswa na fedheha zetu zote.